Kwa kaniwa mashahidi wa Mungu. Stori ya leo inaitwa Njia Panda. Ilikuwa ni maeneo ya pwani katika nchi ya Tanzania. Alikuwepo baba mmoja aliyekuwa tajiri sana. Baba huyu alikuwa anajulikana kwa jina la Denisi. Baba huyu alikuwa na mke mmoja pamoja na watoto wawili ambao ni Deusi na Dorini. Deusi alikuwa ni mtoto wa kwanza na Dorini alikuwa mtoto wa pili na wa mwisho. Watoto hao walipendwa sana na baba yao. Baada ya Deusi kutimiza miaka 18, sasa alikuwa kidato cha 5 huko nchini Kenya. Na vile vile Dorini alikuwa na umri wa miaka 7. Kutokana na kuwa Dorini alianzishwa shule akiwa mdogo sana, alipofika darasa la 3 baba yake alilazimika kumpeleka kidato cha kwanza, na hapo alikuwa na umri wa miaka 9. Lakini kutokana na umbo alilokuwa nalo Dorini la unene, walimu walimsifu baba yake kwa uamuzi huu aliokuwa ameufanya, kwani walidai kuwa msichana hatakiwi kusoma akiwa na umri mkubwa, kwani mbeleni angeshindwa kumaliza, yani kutokana na changamoto hivi za ukubwa. Dorini alikuwa anasomea nchini Uganda. Dorini alisoma vizuri huko Uganda, na alipokuwa akirejea nchini Tanzania, Dorini hakuweza kufanya kazi yoyote ya nyumbani kwa sababu kutokana na upendo alikuwa akipewa na baba yake, kutokana na utajiri baba yake alikuwa nao, aliamua kutafuta wafanyakazi watakaofanya kazi za pale nyumbani, kwani hakupenda kabisa binti yake afanye chochote. Mama yake Dorini hakuipenda ile tabia baba Dorini kumkataza binti yake kufanya kazi za nyumbani, kwani alimfunza tabia mbaya ambayo haifai kwa msichana au mwanamke. Siku zilifuata, Deusi naye pia alirejea kutoka nchini Kenya kuja Tanzania kwa likizo fupi waliokuwa wamepewa. Walimpokea vizuri sana na maisha yaliendelea. Siku aliyofika Deusi, babake alikuwa hayupo, alikuwa katoka kikazi. Baada ya siku 3 baba yake alirejea nyumbani, na alipomkuta mwanae alifurahi sana, na baada ya hapo babake alimwambia kuwa yeye na Dorini hawatakiwi kufanya kazi yoyote pale nyumbani isipokuwa kusoma tu, kwani kazi zote wangefanya wasaidizi. Deusi aliposikia vile hakupenda maneno aliyosema baba yake, hivyo alitikiswa kwa shingo, yani alikubali tu kishingo upande. Sawa baba, Deusi alijibu, kisha akanyanyuka kuelekea chumbani na kuacha wazazi wake pale sebuleni wakiwa wanaongea. Kesho yake asubuhi Deusi aliamka saa 12 na moja kwa moja alienda kugonga hodi chumbani kwa wazazi wake. Mamake aliamka na kuja kufungua mlango. Vipi Deusi, mbona mapema hivi, kuna nini? Deusi akajibu tu, hakuna kitu mama, ila nimekuja kuwasalimia tu. Kwani vibaya kuwasalimia? Mama akajibu, sio vibaya mwanangu. Mama Deusi ndo alimjibu hivyo. Vipi baba yuko wapi? Deusi aliuliza. Kashaenda kazini. Mbona mapema sana leo? Ndio, kaenda mbali. Sasa mama, nenda kalale. Sawa mwanangu. Kisha mama Deusi alienda kulala, lakini Deusi yeye alienda moja kwa moja nje, na kule alimkuta msichana wa kazi aitwaye Eliza. Alimsalimia na Eliza aliitikia. Eliza alikuwa anafanya usafi, anafagia uwanja. Deusi naye alikaa pembeni ya vyombo vichafu vilivyokuwa vimekusanywa na Eliza ili avioshe. Baada ya kumaliza kufagia, Eliza alipohamia upande wa pili kufagia, Deusi naye alianza kuosha vile vyombo taratibu bila hata kuambiwa. Aliviosha vyote mpaka vikaisha, na alipomaliza kuosha vyombo hivyo aliingia jikoni kuwasha moto, na alipomaliza kuwasha moto aliingia chumbani mwake na kutulia kimya. Eliza alipomaliza kufagia alikuja eneo alipoweka vyombo vichafu, lakini alishangaa kukuta vyombo ni visafi. Eliza alishangaa sana, kwani hakujua ni nani aliyeviosha vyombo vile, kutokana na watoto wa bosi wake kukatazwa kufanya kazi yoyote pale nyumbani.
Eliza ilibidi aende jikoni kuwasha moto ili apike chai, lakini alishangaa tena kukuta moto umeshawashwa. Eliza hakusema kitu, bali aliendelea kupika chai. Wakati akiendelea kupika chai, Eliza alishtushwa na kivuli kilichokuwa kinaonekana mbele yake jikoni. Alipokiona aligeuka nyuma ili kujua ni nani alikuwa nyuma yake. Alikuwa ni Deusi. Deusi alianza, dada Eliza, mimi ndio nimeosha vyombo na kuwasha moto, hivyo usishtuke. Eliza, asante. Eliza ndo akajibu hivyo. Deusi kwa kumsaidia alijibu hivyo baada ya Deusi kumsaidia, lakini Eliza akamwambia, naomba usirudie tena kufanya kazi hizo au kazi yoyote ile inayonihusu mimi. Kwa nini Eliza? Deusi alimuuliza. Babako alishakataa, na vile vile siku akikukuta mimi nitafukuzwa kazi, hivyo naomba usirudie kwa usalama wa kazi yangu. Deusi akajibu, sawa dada, lakini leo naomba unifundishe kupika chakula cha leo asubuhi. Eliza, hapana, siwezi. Deusi, unataka nifukuzwe kabisa? Hapana, ufukuzwi kwa sababu leo baba hayupo, kaenda mbali, hawezi kutukuta. Deusi alimbembeleza. Kwa leo naomba tuishie hapa, usikose season inayofuata. Je, atakubali kumfundisha kupika au atakataa kabisa? Eliza atakataa kumfundisha Deusi kupika chakula au atakubali, kulingana na Deusi anavyomshawishi. Usikose kufuatilia kisa hiki cha story yetu Njia Panda. Usisahau kufollow ili uwe wa kwanza kupata taarifa zetu na story zetu. Share, comment, like, subscribe, comment makosa alipo pia na dukuduku lako. Asante sana.